Eternal Father, I offer you the body and the blood. Basi ni asubuhi ingine tena ambayo Mungu ameandaa ili Jumapili ingine tukapate kuwasiliana nawe moja kwa moja kupitia runinga ya Lulu TV. Mungu amenipa fursa ingine tena ili nikapate kuhubiri neno lake, ili wewe pamoja nami tukapate kubarikiwa kutoka kwa neno. Diposa na kukaribisha asubuhi ya leo tena ninapoanza, ili nikaanze kuhubiri na kukaribisha, ili hata nawe pia ukachukue muda wako, ili ukachukue Biblia yako na ukaketi tukapate kusoma, tujifunze pamoja. Alafu mwishowe tutaomba nitakapomaliza. Ni Jumapili ambayo Mungu ameandaa, na najua ya kwamba Mungu hawezi akanipa hii fursa kama hana sababu. Kunayo sababu yenye imefanya Mungu akanileta tena kwa studio asubuhi ya leo ili tukapate kujifunza pamoja nawe. Ninapoanza ningependa kukusia kwamba hata nawe pia utachukua Biblia, ili nitakaposoma tusome pamoja nawe, ili tuelewane kwa neno ambayo nitakuwa ninasoma. Diposa chukua Biblia yako, keti pole pole, ili ukaanze kusikia na utulie, tuendelee pamoja mpaka nimalize. Kwa majina, mimi ni Askofu Abol. Mimi ni askofu wa kanisa ambaye inaitwa A Father of Holy Trinity. Sahi naishi hapa Olympic Kibera, na hapo Kibera ndio mali na kanisa mali na hudumu. Nataka tuende katika kitabu cha Yeremia. Hapo ndio nataka tusome pamoja, alafu tutajifunza kutoka katika hilo andiko, na najua ya kwamba tutabarikiwa pamoja. Tutasoma katika kitabu cha Yeremia 17 mstari wa 5 na wa 6. Hapo ndio mahali nataka tusome pamoja nawe ili tukapate kujifunza. Biblia inasema hivi katika kitabu cha Yeremia 17 mstari wa 5 na 6. Bwana asema hivi: amelaaniwa mtu yule amtegemeaye mwanadamu, afanyaye mwanadamu kuwa kinga yake, na mioyo wake amewacha Bwana. Maana atakuwa kama fukara nyikani, hataona yatakapo tokea mema, bali atakaa jangwani palipo ukame, katika nchi ya chumvi isiyo ya liwa na watu. Hilo ndio neno ambayo nimesoma asubuhi, na nataka nifundishe kutoka katika hilo andiko, na ningependa we pia ukapate kufungua masikio ili tukapate kusikizana nawe katika neno ambayo nataka kufundisha. Leo nimesoma katika kitabu cha Yeremia 17 mstari wa 5 na 6, ambayo inasema ya kwamba amelaniwa yule amtegemeaye mwanadamu. Unaye sababu mtu mwenye amemtegemea binadamu ni mtu mwenye amelaniwa. Kwa sababu gani? Namba moja, binadamu hufa. Hata awe nani, hata awe tiwe jina gani, awe na mali asiwe na mali, kuna siku inakuja atakufa. Na akikufa amekufa, hakuna tena tumaini kutoka kwake. Diposa Yeremia akaongea na akasema yule mtu ambaye amemtegemea binadamu ni mtu amelaniwa.
kwa sababu atakaa ni kama mtu ambaye anaishi katika nyika mahali kuna ukame, na hata mazuri hayatayaona. Hata mazuri inapokuja hayatayaona, kwa sababu amemtegemea binadamu. Kuna wengi wetu sisi binadamu tumependa kutegemea binadamu sana, mpaka hata wengine tumechukua binadamu ni kama Mungu yetu. Napata wengine tunainamia binadamu ni kama binadamu ni Mungu, na wengine wetu tunachukua shida zetu zote tunapelekea binadamu, tukidhani ya kwamba binadamu wanaweza kuwa na suluhisho ya shida zetu. Nakwambia Biblia imekataa ya kwamba ukitegemea binadamu wewe ni mtu umelaniwa, kwa sababu binadamu hata asipokufa binadamu hugeuka. Leo atakwambia hiki, kesho atabadilisha, na utapata tena anaongea kile hakusema siku ya leo, kwa sababu binadamu hubadilika. Binadamu hudanganya, atakuahidi mambo mengi sana, tena atakwambia kila kitu yenye anajua ya kwamba ni uongo, lakini anakuambia kwamba atafanya. Binadamu hudanganya, na akidanganya labda unaweza fikiria anasema ukweli. Wacha niseme ya kwamba hata ukiangalia wanasiasa katika nchi yetu ya Kenya, wanapoongea wakikampeni, wana mdomo matamu matamu, wanaongea ni kama hao wanaenda kumaliza ama kusuluhisha shida zetu, mpaka wengine wanachukua tumaini yao wanaweka kwa wanasiasa wakisema ya kwamba fulani ndiye atatusaidia. Wengine wana kampeni, hata wengine wanakufa katika kampeni za wengine, kwa sababu wanadhani ya kwamba binadamu wanaweza kuwa na msaada kwa binadamu wenzao. Mpaka sisi wengine unawachukua ni kama Mungu yako, kama haujui ya kwamba binadamu hudanganya. Inapofika wakati sasa unataka uone returns, ndiposa utajua ya kwamba binadamu ni muongo, hata wanasiasa ni waongo. Ndiposa kunaye mtu mmoja ambaye inafaa sisi wote tumtumainie, anaitwa Mungu Muumbaji, mwenye aliumba mbingu na nchi, kila kitu ionekanayo na yasiyoonekana. Huyo ndio Mungu ambaye ukimtumaini yeye haiwezi danganya, na habadiliki, na hata kufa, na yeye ndiye mwenye kila kitu. Lakini shetani vile ni muongo, anafanya mioyo yetu inakataa Mungu. Tunakataa kumtumainia, tunatumainia binadamu na zile vitu ambaye inaonekana kwa macho. Anajua tutakapotumainia Mungu wetu na tuchukue Mungu kama kinga yetu, hakuna kigumu ambaye itashinda huyo Mungu kututendea. Ndiposa anataka binadamu wawe mbali na Mungu wao, ili akapate nafasi ya kuharibu watu na kuwadanganya. Anakuweka unatumainia binadamu, anakuambia kwa moyo wako unaona ya kwamba fulani akiwa na mimi shida zangu zimeisha, na anakuambia kuna binadamu anaweza maliza shida ya mwenzake, atakuongeza tu shida. So Biblia inatuambia kwamba amelaniwa mwenye amemtumainia mwanadamu na akaacha Mungu Muumbaji. Asubuhi ya leo nataka ujue ya kwamba unaweza tumainia hata mchungaji wako, lakini mchungaji ni binadamu. Yeye ni mtumishi, Mungu anamtumia ili akufundishe na kuombea na akuelekeze njia za Mungu. Lakini kunaye mtu ambaye inafaa mtumainia, ambaye anaitwa Mungu. Ndio sababu ameteua hata wachungaji ili wakapate kuelimisha watu kuhusu Mungu, ili watu wakapate kufahamu Mungu ambaye aliwaumba. Lakini wengi wetu hatutaki kutumainia Mungu. Tunapita shortcut kwa sababu hatutaki kutumainia Mungu wetu. Ndiposa unapata hata saa zingine una shida unatafuta Mungu, lakini badala utafute Mungu unatafuta binadamu. Na binadamu anakudanganya, hata wengine wanachukua advantage ya shida yako ndio wakapate kukudanganya nayo. Asubuhi ya leo nataka ukaanze kufikiria vizuri ya kwamba kunaye Mungu mahali, mwenye alikuumba, mwenye anajua hesabu ya nywele yako, mwenye anajua maisha yako, kila kitu, shida zako na furaha yako anayaelewa vizuri.
Huyo Mungu utakapomtumaini kutoka kwa moyo wako, useme ya kwamba mimi maisha yangu naachilia kwa Mungu. Haijalishi hata kama uko na shida aina gani, huyo Mungu atatatua hiyo shida. Kwa sababu hakuna kitu kigumu ambaye inaweza mshinda. Huyu ndiye alifufua Lazaro kutoka kwa wafu, na watu wakaona maiti akifufuka na akawa mzima. Huyu Mungu ambaye ninamhubiri asubuhi ya leo. Hata kama maisha yako imeharibika, mpaka watu wanakuona ni kama umeisha, wanasema fulani ameisha, watu ndio wamesema umeisha, sababu we bado umetegemea maneno ya watu na kusikia vile wanakuongea, ndio sababu hizo vitu bado imekukalia. Utakapopita maneno ya watu, ili ukaanze kutumainia Mungu, useme Mungu ni wewe peke yako nimebaki nawe, na kuambia utapata tumaini na Mungu atakuinua tena. Wachanga kusikia maneno ya binadamu. Binadamu mambo yao ni kuchekelea watu wakiwa na shida, kuongea na kufanya madharau. Lakini Mungu wetu anakujua na shida zako. Anajua yale yote unayopitia. Ako tayari kukukomboa. Utakapomkubali, utakapomwamini na kuambia Yesu Kristo atachukua mamlaka na uwezo juu ya maisha yako, na hakuna shetani wala binadamu atakuwa na nguvu juu yako. Tukimtumainia kwa ukweli, tuwache dhambi, tuwache maovu, tutembee na Mungu, na kuambia Mungu wetu atatutendea mambo. Atapenya na maisha yetu hata kama ni ngumu kiasi gani. Mungu atakuwa upande wetu. Mungu si binadamu. Mungu si rais wa Kenya ama rais wa nchi yoyote ambaye anatamuka kile hawezi akafanya. Mungu akisema amesema, na hakuna mwenye anaweza badilisha kile Mungu amesema. Diposa asubuhi ya leo, hata kama daktari ndiye amesema jambo kwa maisha yako, yeye ni binadamu. Anaweza sema hii ugonjwa haiwezekani, hii mwisho yake ni kifo. Hiyo ni binadamu amesema. Ndio wako na machines, ndio amesoma, lakini hajui vile Mungu aliumba mwili wako. Kunaye Mungu ukimrudia na uanze kumtumainia, useme Mungu nimetumia madaktari, nimetumainia madawa, lakini haijanisaidia. Kuanzia leo naachilia maisha yangu kwa mkononi mwako, ili ukapate kunirehemu na uniponye. Na kuambia huyo Yesu Kristo atakuponya. Na utaamuka, utarudi ufanye kazi zako. Kwa sababu hakuna uwezo wa kuponya magonjwa yote. Magonjwa yote inawezekana kwa Kristo Yesu. Kwa sababu imeandikwa alichapwa mijeledi ili tukapate kupona. Na hiyo kwa kupigwa kwake ndio sababu tuko wazima. Utakapomwamini na ukamtumainie kutoka kwa moyo wako, haijalishi hata kama wewe ni mgonjwa, ugonjwa yako Yesu atatatua. Kwa sababu hakuna hiyo uwezo. Ako na mamlaka na nguvu zote. Ndiposa ningependa nikujenge kwa imani, ili ukapate kusimama kwa imani. Na useme ya kwamba hata kama umebaki nyuma, watu wamekuacha, unaona ni kama wewe hauna bahati, baraka zako zimenyakuliwa, ukitembea uko na visirani, kila kitu umepanga haifaulu, shetani amekataa usiwe na amani kwa maisha yako, mpaka saa zingine roho yako imechoka hata na ulimwengu, bado kuna tumaini kwa huyo Mungu. Huyo Mungu bado akana tumaini. Ukimtumainia, ukimtegemea, ukimkubali, na kuambia atarudisha tumaini kwa maisha yako. Wengine wakifika kwa shida, kuna shida inaweza ikakukumba mpaka uone ya kwamba uko mwisho. Shetani anakuambia ya kwamba ujinyonge, ukufe kwa sababu shida yako haiwezekani. Na kuambia there is no permanent in life. There is no permanent condition in life. Hiyo yote unapitia, kunaye mwingine alikuwa katika hiyo hali, lakini sasa hii Mungu amemkomboa. Na maisha yake yanaendelea. Hata wewe bado Mungu anaweza akakukomboa. Usione ya kwamba wewe ndio umepatwa na shida yenye hajawahi pata wengine. Shida zako yenye uko nayo, kuna wengine pia wamepitia hiyo shida, lakini walimtumainia Bwana na Bwana akawakomboa. Hata wewe unapomtumainia Mungu, Mungu atakukomboa. Wacha kufikiria mambo ya kujinyonga, mambo ya kufanya mbaya. Wachana na hizo. Fikiria kwa Mungu wangu. Mungu ambaye alikuumba, Mungu mwenye alituma Yesu Kristo mwanawe ili aje ulimwenguni ili tutakapomwamini atukomboe. Haijalishi hata kama vitu zako zimeharibika.
hata kama kazi yako imeharibika, usijali. Hata kama shetani ameharibu vitu zako, ama umeishi katika maisha ya kilio, shetani ameharibu ndoa. Hata unapoishi sahi, labda wewe ni mama, bwana amekutoroka, amekuacha na watoto, wewe unateseka na watoto, na baba yao bado ni mzima, anafanya kazi. Umefika ukuta na wao watoto hujui watakula nini, hujui vile school fees itapatikana. Kunaye Mungu mahali anakutazama na anajua hali yako, anajua yale unapitia. Umkubali, atatenda kwa maisha yako, kwa sababu kuna uwezo. Huyo Mungu hajawahi shindwa na hatawahi shindwa. Hakuna vita ambayo inaweza kuwa ngumu kwake, kwa sababu ni Mungu mweza yote. Ndiposa hata kama uko katika hiyo hali, labda hata sasa wenzako wanakutukana, wenye uliwasaidia wanakudharau, wanakuongea vibaya, wanakutusi hata unaposikia. Mpaka saa zingine uko naibu hata kwenda mahali watu wako, kwa sababu ya maisha yenye unaishi sahi. Mpaka saa zingine unaongea peke yako usiku, huwezi lala. Kuna wengine hata usiku hawawezi wakalala, wakuna mawazo, wanalia usiku yote. Shida imewakumba, maisha yao imeshikwa, hawana amani, kwa sababu shetani anawatesa. Katika jina hili la Yesu Kristo, nakwambia hata kama ni shida ambayo imekukumba, mpaka saa zingine umebaki peke yako, Yesu bado yuko. Ako mzima, alifufuka akashinda kifo. Hakuna kile inaweza mshinda. Kubali Kristo asubuhi ya leo. Katika hiyo hali ambayo uko, kubali Kristo. Atatenda kitu kwa maisha yako. Atakomboa maisha yako katika minyororo zote. Haijalishi umefungwa na minyororo ngapi. Hata kama ni nyota yako waliharibu, wakakuacha na kisirani na bahati mbaya. Ndoa ya nyota yako ya ndoa walishika, wakakunyang'anya. Sasa wenzako wanaolewa, wewe uziolewa. Wenzako wanaoa, wewe ukipata bibi hamwezi mkaishi. Kuna wanaume wako na pesa, wako na masomo na kila kitu, lakini shetani amesimama mbele zao, hawezi akaoa. Akipata mke wanaishi kidogo, wanakosana, bibi anaenda. Unashindwa nini mbaya? Hata saa zingine mwanamke anakuacha hata mjakosana. Labda umetoka umeenda shughuli, ukirudi unapata amefunga vitu zake, ametoroka. Unauliza nini mbaya na maisha yangu? Shetani amekataa usiwe na familia. Mpaka saa zingine uko na uchungu sana. Wenzako wanapokutusi, wanakutukana, wanakuongea vibaya, wamekudharau, na hawajui kile unapitia. Si mapenzi yako. Wewe pia ungependa tu kuishi na mke wako, lakini shetani mwovu ameingilia na amekataa usiolewe ama usiowe. Na kuambia hata kama umefika hiyo kiwango, leo tumainia Mungu. Imeandikwa ya kwamba amelaniwa mwenye ametumainia binadamu. Labda kwa hiyo shida zako umejaribu kaenda kwa waganga ili wakusaidie. Umetumainia mganga. Mganga ni binadamu, hana jibu yenye anaweza kupa. Kwanza huyo mganga ndiye ako na shida zaidi yako. Saa zingine unaenda hata kwako unapata hata yeye hana bibi, na wewe unaenda pale akupee dawa ili uoe, na yeye mwenyewe ndiye hana bibi. Ni binadamu, ameshindwa. Lakini kunaye Mungu mwenye hawezi shindwa, mwenye ukimtumaini hana kitu anataka tafuta kwako. Hataki ulipe chochote, anataka imani ili ukamkubali kama Kristo awe mwokozi wa maisha yako. Diposa asubuhi ya leo, hata kama umejaribu kwa waganga na imeshindikana, mganga ni wanadamu. Hata kama waombaji wamekuombea, kuna waombaji wanadanganya watu, wanatabiri, wanaona sijui nini, wanasema yote, lakini hawana jibu kwa shida ambayo uko nayo. Mpaka saa zingine umetumia pesa mingi sana kwa waombaji, na wanakudanganya hakuna jibu unapokea. Umechoka na ulimwengu, unaongea peke yako ukitembea. Unahesabu kidole ni kama wazimu kwa barabara. Leo asubuhi nimeleta Kristo mwana wa Mungu, mwenye anajua shida zako zote. Alibeba msalaba kwa ajili ya shida zetu. Hiyo msalaba aliobeba ndio shida zetu alibeba, akielekea nayo pale Kalvari ili maisha yetu ikapate kukombolewa. Hata kama uko na shida, mtazami leo, yuko hai na anaweza. Haijalishi unapitia hali gani, haijalishi shetani amekutesa muda gani, bado Kristo ni Mungu na ni mfalme na anaweza.
Ndiposa hata kama ni shida ambayo imekupeleka mbio sana, hata kama umefukuzwa, hauna makao, hauna mahali ya kuishi, unatembea ukiombaomba, bado kuna tumaini kwa Kristo Yesu. Anaweza akakushikilia mkono na anaweza kurejeshea tumaini, kwa sababu ni Mungu wa tumaini. Ndiposa Biblia inatuambia kwamba amelaniwa yule amtegemeaye binadamu. Usitegemee binadamu, usitegemee watu, usitegemee hata saa zingine inabidi usitegemee hata wewe, usitegemee maisha yako. Juu hata maisha yako inaweza ikakudanganya. Tegemea Mungu peke yake. Huyo ndio ukimtegemea hata kuaibisha, hata kuangusha, huyo hawezi akakufeli. Yeye ni Mungu mweza, mwenye nguvu zote, na anaweza. Usitegemee binadamu, tegemea Mungu. Wengi wetu tulitegemea wazazi, walikufa na wakatuacha. Kunaye Mungu mwenye hakufi. Ukimtegemea hata kama wewe ni yatima, hauna wazazi, unaishi maisha ya shida, hakuna mtu mwenye anakutaka, nakwambia kunaye Mungu mwenye anaweza simama na maisha yako. Anaweza simama na mjane, anaweza simama na yatima. Hata kama wewe ni mjane, bwana yako aliaga, lakini wale ulibaki kwa mikono yao, wanakutesa, wanakunyang'anya kila kitu. Wamekunyang'anya mpaka shamba, mpaka hauna hata makao. Umebaki ukirandaranda, ujui uende wapi. Nakwambia kunaye Mungu, utakapomrudia atakushikilia mkono na atarejesha tumaini kwa maisha yako. Ni Mungu wa wajane, ni Mungu wa yatima. Ako na anapigania watu wake. Mungu wa wanyonge, mwenye anapigania wanyonge. Asubuhi ya leo unaponisikia vizuri, fungua moyo wako, sema ya kwamba kwa maisha yangu nataka kumtegemea Jehova peke yake. Nataka kumtegemea Mungu wangu ili akapate kunikomboa katika hali ambayo niko. Hata kama ni kazi umetafuta, ulisoma, uko na cheti, umetafuta kazi kila mahali, hakuna kazi. Wengi ulisoma nao wamefanya kazi, wa maisha yao imeendelea. Wewe umebaki ukipiga lami, unatafuta kazi huwezi pata. Paka saa zingine sasa ndio unatukanwa na wazazi, hata na watoto wenzako. Unaambiwa ya kwamba walitumia pesa mingi kukupeleka shule, hakuna faida wanaona kwa masomo yako, paka umekuwa ni kama mzigo kwa familia. Saa zingine hata wakiwa kwa family meeting wewe huwezi enda, sababu umechoka na aibu, umechoka na vile wanakuongelesha. Na kuambia bado kuna tumaini kwa huyu Mungu ambaye namhubiri. Anaweza fungua njia hata wakati huu ninapohubiri, na upate kazi mzuri, na tena ukapate kuinuka, kwa sababu inawezekana kwake. Labda umedharauliwa hata na watoto wenye wamezaliwa nyuma yako, kwa sababu hao walisoma nyuma yako na wakapata kazi na wanaishi. Wewe ulisoma mbele yao, hauna kazi, hauna chochote, unaomba msaada kwao, mpaka wanakuona kama mzigo. Leo nakwambia kwamba binadamu watachoka na wewe, lakini Mungu wetu hajachoka na wewe. Yeye yuko tayari kukukomboa, yuko tayari kukupokea. Mtumainie tu. Wacha kutumainia watu. Watu wanadanganya, watu wanabadilika, watu watakusaliti, watu watakudanganya, watakuambia kile hawawezi wakafanya. Lakini Mungu wetu akisema amesema. Ndiposa hata kama ni kazi Mungu atakupa, lakini kile Mungu anataka, alituma mwanawe wa kipekee ambaye anaitwa Yesu Kristo, kwa sababu dhambi zetu ilitutenganisha na huyo Mungu wetu. Tukawa hatuwezi tukaishi na huyo Mungu kwa sababu ya dhambi yenye tumefanya na dhambi yenye tumezaliwa ndani. Na akatuma Kristo ili aje ulimwengu akakufe kwa ajili yetu, ili atakapo kufa tukiamini kwake, damu yake ikapate kutukomboa. Na akatuma Kristo, na Kristo akaja ulimwenguni, akalipa gharama ya dhambi yenye shetani aliweka ndani yetu, ili tukawe watakatifu, tuishi na Mungu wetu. Ndiposa shetani anajaribu kila mbinu ili tusikubali Kristo. Ameleta mambo mengi hata kwa makanisa ili watu wasione wokovu. Ameleta mambo mengi hata katika nchi, udanganyifu, ukora na mambo nyingi sana, ili watu wakapate kuacha Mungu wao. Lakini mwenye ako na akili atasema ya kwamba nitabaki na Kristo, nitabaki na huyo Mungu wangu,
tabaki na Yesu kama mwokozi wa maisha yangu. Utakapomkubali, haijalishi unaishi katika hali gani, Mungu huyo atakuwa Mungu wako, kwa sababu hana ubaguzi. Yeye ni Mungu wa wote. Yeyote ambaye atakapomwamini atamkomboa. Ndiposa usitumainie chochote. Wengine tunatumainia pesa yenye tuko nazo. Wengine tunatumainia mali yenye tunaziona. Mali ya ulimwengu huisha. Mali huchomeka. Pesa huisha. Na kuna shida yenye pesa haiwezi kutatua. Huwezi nunua amani na pesa. Unaweza kuwa na pesa mingi sana, lakini hauna amani, hata usiku huwezi lala. Lakini pesa iko. Kwa sababu huwezi kununua amani na pesa. Kuna vitu mingi pesa haiwezi saidia. Hata kama tumechukua pesa ni kama Mungu wetu. Wengine tunachukua pesa ni kama pesa ni Mungu. Mpaka tunasahau kuomba kwa sababu ya pesa. Wengine hata hawezi enda kanisani. Ako busy sana na mambo ya pesa, mpaka hata kanisani hawezi akaenda. Yeye hata Jumapili ama siku gani yeye anatafuta pesa. Hajui ya kwamba kunaye Mungu mwenye ukiwa nayo, hata kama hauna pesa, huyo Mungu ataprovide. Sisemi ati usifanye kazi. Kazi lazima ufanye. Lakini je, Mungu umemweka wapi? Mungu ako na sehemu katika maisha yako? Mungu ako na sehemu katika hiyo kazi yako? Ama ni kazi yako na pesa ndio unatumainia? Hizo zote zitaisha. Hiyo yote itaharibika. Lakini Mungu wetu atadumu kuwa Mungu. Ndiposa kwa maisha yako usitumainie vitu za ulimwengu. Za ulimwengu zinaisha. Hata hii uongozi wa nchi inaisha. Hata ukubwa yenye tuko nayo ulimwengu hii itaisha. Hakuna kile haitaisha. Lakini ukiwa na Mungu, Mungu atabaki kuwa Mungu milele na milele. Ndiposa asubuhi ya leo ninapomaliza, ningependa ukapate kuelewa ya kwamba kwa maisha yako yote, wacha kutumainia binadamu. Wacha kutumainia kile uko nacho, zitaisha. Tumainia Mungu wetu. Nataka kuomba na kila mmoja ili maisha yetu tukapate kuachilia kwa mkono wa Mungu. Tunapojiachilia kwa mkono wa Bwana, Mungu akiwa Mungu wetu, chochote ambaye tumekosa, huyo Mungu atatupa kwa sababu ako nazo. Ndiposa nataka ukaamini ili tukapate kuomba pamoja na wewe. Na kwambia hata kama wewe ni mgonjwa, tumainia Mungu tu, utapona leo. Hata kama una amani, hata kama unatafuta kazi, ama ndoa yako imeharibika, ama boma yako watoto wameharibika, ama wewe ni mtoto unasoma na shetani amekunyang'anya akili ya kusoma, tumainia huyo Mungu asubuhi ya leo. Anaenda kufanya jambo kwa maisha yako na utamtukuza. Ndiposa nataka tuombe ili Mungu wetu akatutendee kile tunahitaji. Amini tukapate kuomba. Baba wetu, kwa jina la Yesu Kristo, Mfalme, wewe ndiye Mungu mwenye uwezo na mamlaka na nguvu zote. Ni wewe ambaye ndio tunatumainia katika kila hali. Nyosha mkono wako ukapate kuponya huyo mgonjwa ili akapate kuona nguvu zako. Huyu msichana ambaye analia mbele zako, Mfalme, ukamtendee. Hata na huyu mama ambaye hana amani kwa ajili ya ndoa, Mfalme, ukampe amani. Huyu ambaye anatafuta kazi, Jehova, nyosha mkono ukamfungulie njia ili akapate kazi. Funika watu wako na damu ya Kristo Yesu, ukatufungue katika minyororo zote za Shetani ili tukapate kuinua jina lako. Inuliwe kwa sababu wewe ni Mungu, na ni kwa jina la Yesu Kristo nimeomba na kuamini. Amen. Nashukuru Mungu ambaye tumeomba pamoja. Ningependa nikusia kwamba chukua hatua ya imani ili ukatafute kanisa mahali injili ya Kristo Yesu inahubiriwa. Ukaenda pale ili ukapate kuokoka na kuomba na kutumikia Mungu wetu. Huyu Mungu hata kudisappoint. Labda umekuwa disappointed na waganga na binadamu, lakini Mungu wetu hata kudisappoint. Ndiposa chukua hatua ya kumtafuta na utamuona. Na maliza ninaporudia majina zangu. Naitwa Bishop William Abol. Mimi ni askofu wa kanisa ambaye inaitwa Father of Holy Trinity. Kwa sasa naishi Olympic Kibera. Na hapo Kibera ndio mahali nina kanisa, mahali na hudumu. Ukitaka kuja kanisani mahali niko, namba zangu za simu ziko hapo kwa screen. Chukua unipigie. Kuja tu mpaka Olympic Stage ama Olympic Primary School. Piga simu ukiwa hapo
nitakuelekeza vile utafika kanisani na tushiriki pamoja na Mungu atainuliwa. Namba yangu ya simu ni 0721 280025, 0721 280025. Airtel number ni 0782 495 083, 0782 495 083. Hizo namba zote ziko kwa screen. Piga hata kama unataka tuombe pamoja, tutaomba na Mungu atatukuzwa, kwa sababu Mungu wetu ni mwaminifu. Mpaka Jumapili ijayo tutapatana tena. Mungu awabariki sana. Shalom. Eternal Father, I offer you